sisi tunajua pasta kuna venye ataitisha kuku na sisi tumeitisha ng'ombe, alafu atushinde nguvu. Sacrifice iko na power. Ukitoa mbuzi, sisi tunatoa ng'ombe 5. Venye wameshika tumbo yake. Na namba 2 amempaka hiyo spirit of rejection. Ndio maana unaona ukipatana na mtu hakuna mtu mwenye ako na haja na wewe. Mabosi hawamtaki. Mabosi hawakutaki, hakuna kitu yani. Kwa hizo masiku tu nilikuwa nafanya hizo vitu za uganga. For 21 days vitu zangu hazikuwa zinaenda poa. So for 21 days vitu zako hazikuwa zinaenda vizuri. Nilikuwa nikiweka hizo vitu yenye nilipewa zina backfire tu, vitu tu zinakuwa tu haziko sawa. Kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Sasa uchawi yake wacha imtibu yeye mwenyewe. Okay. Sasa huyu sasa unaweza cheza na yeye venye unataka. Nishike. Shika tu. Mtu ukimzungusha sasa ni cheza na hii kitu. Cheza na yeye. Anaweza nisikia nikimuuliza maswali. Muulize sasa. Alisema naitwa mganga nani? Wewe. Nini anapiga kelele? Wewe nikuulize, wewe na huyu sijui ni Diana mmejuana na yeye for how long? Huyo msichana sasa sio yeye peke yake, familia yake tuko na Jane, yani wako wengi, shosho yake, babu yake, ango zake, wote tulichukua kidogo wakati wanazaliwa. Nimekuwa nikifungua nyota mingi, hata yeye kunitafuta sio yeye alinitafuta, ni shosho yake. Anasema shosho yake. Shosho yake ndo alikutafuta na shosho yake amekufa. Mimi nakwambia kabla ya yeye kuhaka hata amekufa, Yesu amemzika, lakini kiroho tuko na yeye kwa misimu, kasi tu abdo tufanya pamoja, anatusaidia kuleta wengine wengi. Sasa hapa sasa nataka ushinde hapa mahali huko. Nataka ushinde hapa. Kwani huko kuna nini? Moto. Si nyinyi mnatumanga watu huko, kwani leo ukituma kwani kuna shida? Sasa hapa nashindwa. Naona giza. Sisi kasi kwangu. Huyo mtoto mbona anataka kutumaliza? Na wacha. Sisi yuko ni wapi sioni. Sasa nikuulize mzee, utafungua watoto wa wenyewe ama we ubaki hapo? Hai kuongea. Sawa, haya, wacha nikuulize. Wewe wakati na ambao pastor anasema mtu atoe sadaka fulani, mbona mnaitishanga zaidi ya hiyo? Misimu kwanza tunapenda kunyonya na kula nyama iliyo hai. Sisi hatuli ndoko hizo, tunakula nyama sana. Nyota ni kitu kubwa katika misimu. Kuna swali umuulizo na hujajibu, nasikia unaongea vitu mingi hapa. Nikuulize, pastor muulize hivi, mbona kiitisha watu dhabihu ya kufungua maisha yao kama ni kidogo, nyinyi mnaitisha mingi? Sasa wacha nikwambie, sisi tunajua pastor kuna venye ataitisha kuku na sisi tumeitisha ng'ombe, alafu atushinde nguvu. Sacrifice iko na power. Ukitoa mbuzi, sisi tunatoa ng'ombe 5. Utamishinda za ngapi? Pastor, acha niwekelee kitu hapa chini. Hati ukitoa mbuzi anatoa ng'ombe 5, wacha tu wacha hata hiyo. Huyu tutafanya aje ama utamshughulikia? Akae kwanza hapo. Ndio tujue vile na ambavyo tunafanya. Ngine hapa na yeye anajielewa. Nani hata mnafanya yani mimi najua uliniita tu hapa hii place tukunywe chai kama ni yani mimi najua ulituita tukunywe chai. Ni hivyo. Mimi nilikuita hata uniitie Pastor Siva nisaidie mtoto. Lakini ulikuwa umejipanga? Sikuwa nimekujipanga hata. Kwani huyu mwenye ameleta hapo unaongelea pale ndani ni nani? Huyo. Mbona nini ulifanya? Ama nikujienda aje? Juu mtoto wako unasema hakuzaliwa hivyo, si ni ukweli? Unaona ulikuwa umejipanga na unataka kukataa. So nini iliacha? Sasa mimi vile nimekuja tu, mtoi alianza tu kugeuka
kuanza kukaa hivyo vile mnamuona, anatoa mate, atembei vizuri, na nilimzaa kama anatembea vizuri. So mimi hiyo shida ikanisumbua niko huko US, so ndio maana nikakuja hapa. Sasa badala useme ukweli, unaendelea kutukoroga. Si useme tu ukweli vile umefanya hapa. Ama okay. Unatuambia ukweli? Nitasema ukweli. Alright, sasa wacha tulete viti, tukae, ndio at least tupate hiyo uondo. Si ni sawa sawa? Okay, so you guys najua mnataka kujua watu kupigana yote ni nini, haswa ni nini na happen. Hata mimi nataka nijue zaidi ndani, najua si Pastor Steve si kila mambo ananiambianga, lakini nataka kujua ni nini ili happen. Umesema utatuambia ukweli. So nataka useme ukweli yote vile kunaenda hapa. Mimi sitaki tuharibu mazaa na D. Unajua D kuna vitu zenye anajaribu kuficha. Nataka tu niongee ile ukweli na ambayo kitu ambayo inakula hii familia. Juu nilikwambia hii ni familia moja yote. Huyu msichana walinipigia simu wakiwa huko, wakiwa Sauti. Huyu mwanamke kazi yake akilala kila time ni kuota na hizo spiritual husbands. Na zinaitwa aje, wacha tu nisiseme inaitwa period ama inaitwa nini. Inakuja lakini kuna ile kudelay, ama ikikuja inakuja na uchungu. So akani reach out, nikamuelezea kile kitu na ambacho kinaendelea na nikamuombea. Namba 2, huyu mwingine sister yake na yeye ni sister ama ni cousin? Ni sister, si ni sawa, ni cousin ni sister. So kile na ambacho kilikuwa inafanyika, yeye anaota tu na watoto wake wanasoma vizuri, lakini ikifikia siku ya mtihani hakuna kitu na ambayo inaendelea. Hivyo ndo walinielezea, but nikakuwa mimi najua kile na ambacho kinaendelea. So after that nimewaombea, nikawaambia sasa imagine contract inaisha yao yote mara moja. Nikawaambia badala ya kurenew, tulikuwa tumeongea that was last month ambayo imepita. Hata si last month, imekuwa kama miezi 4 inaenda kuisha sasa. Tuliongea na wao, nikawaambia wakakuwa wamefika huko. So ile kitu na ambayo imekuwa ya shida sana, huyu madamu hakuna kupata bwana hapati. Yaani hakuna mtu na ambaye anamuhitaji uniambie sasa na urembo yake yote, unatembea aje kwa hii barabara Kenya mzima hivi na wanaume wenye wamejaa huku, lakini hakuna mtu wa kukakatia. Kumbe hawa watu kuna kitu yenye wamefanya. Wao wameenda katika hizo madhabahu zao za uganga. Number 1 wameharibu hiyo venye wameshika tumbo yake. Na number 2 wamempaka hiyo spirit of rejection. Ndio maana unaona ukipatana na mtu hakuna mtu mwenye ako na haja na wewe. Mabosi hawamtaki. Mabosi hawakutaki, hakuna kitu. Yaani hata ukifanya kitu aje vizuri hakuna mtu mwenye ako na hoja na hakuna mwenye ako na hoja na wewe. So ndio maana nikawaambia ni vizuri tufuatilie, because si vizuri tu kufungua mtu na ajui amefunguliwa kutokana na nini. So ndio maana nikawaambia nitawaleta hapa ndio tujue kile na ambacho kinaendelea. Now mtoto wa huyu, ile kitu na ambayo ilifanyika, mtoto akamaliza tu masomo vizuri, wanatoshana na ule mwingine ule kijana. Sasa ule kijana huyu ndo alikuwa advance kabisa. Mtoto huyu ni msomi, amemaliza masomo, lakini sasa wakati na ambao Grace because ako na hiyo nyota ya kutoka nchi. Sasa huyu akaswipe nyota ikarudi kwa huyu. Sasa wakati ambao nilijua hivyo na nikajua ni yeye yeye anafanya hizo vitu zote, mimi hata sikuitisha mtu yeyote namba, lakini nimepata namba yake. Nikampigia. So ulikuwa na hapo unaniambia mfalme ameniletea Pastor Steve, nilikuitisha Pastor Steve. So ulikuwa unajua alienda alikupigia? Yeah, ndiye anilipigia, sikatai. Cause vile anilipigia, mimi mambo yangu iko inaenda vizuri. Kulikuwa na shida, ilikuwa wapi? Shida tu ilianza kutokea huko nikiwa US. Mambo iko inaenda, nikifanya kitu inaharibika. Yaani nikiwa vitu tu, hata pesa zilikuwa zinaanza kupotea tu. So kuna siku mtoto wangu huyu ameenda shule tu vizuri tu, nimempakia chakula yake, ameenda shule. Kidogo nikapigiwa simu na mwalimu. Akaniambia mtoto wako ameanguka, na vile ameanguka hatuoni akiwa sawa. So from there maneno tu imekuwa mbaya, imekuwa tu changamoto sana kwangu. So mimi kukuja huku juu nilikuwa nimeshapigia Pastor Steve, niliona mtoto amegeuka, anatoa mate, ameanza kugeuka miguu, mikono. Nilijaribu tu kila njia lakini singeweza. So ndio ikabidi nikuje huku. Nilikuwa nakuja huku sasa tu Pastor Steve amuombe kila kitu ikuwe sawa, alafu hata si kuomba msamaha. Hata pia kuomba msamaha nilikuwa nakuja. So unaona mimi sikuwa natarajia kama watakuja na hizo
But sasa si lazima wakuje, si umewakosea, si lazima wakuje nazo. Ni sawa, sijekataa, lakini mimi nilikuwa nataka tu mtoto aombewe, from there tuombane msamaha, turudiane kama familia na tukue sawa. Sasa wakati umetesa watu, umesafiria nyota yao, umeenda USA kwa jina yao, sasa hii ndio nataka uombewe msamaha, yani tumurudiane, mambo ikuwe mzuri. Nyinyi mnakubaliana na hayo? Sisi tunataka kwanza aende mahali alitupeleka akatuweka, atutoe. Atuachilie. Pia sisi tukue na amani. Kama ni watoto tupate, kama mimi nilikuwa napata mimba inatoka. So nataka sasa aende kama ni kuomba ama atuende atutoe mahali alitupeleka, pia mimi nipate mtoto. Juu kuna mahali alituingiza lakini hatukuwa tunajua. Wow, alright. You guys, mambo yanachemka na yanazidi kuchemka na tunayachemsha zaidi. So, yani hapa Pastor Steve, ndio ulisema mwenye anafanya tu unarudisha na unawaleta wanajionea ni hawa. Wajionea kila kitu. Sikuwa ati ni behind the curtain kila saa. Sasa wewe ukufanyia wengine vizuri. Nani sikufichi? Ndio, sikatai, sijakataa mfalme. Ndio maana niko hapa. Juu wakati nilikuwa huko US, vitu zangu zilianza tu kuharibika. Kwa hizo masiku tu nilikuwa nafanya hizo vitu za uganga. For 21 days vitu zangu hazikuwa zinaenda poa. So for 21 days vitu zako hazikuwa zinaenda vizuri. Nilikuwa nikiweka hizo vitu yenye nilipewa zina backfire tu, vitu tu zinakuwa tu haziko sawa. Sasa siku moja zenye ulipewa, kwani ulikuwa unaweka wapi? Saa ngapi ulikuwa unapewa? Nani alikupea? Si huyo nini? Huyo mganga. Mwenye wako kwa nyungu. Mwenye wako kwa nyungu ndiye alikupatia. Ulikuwa unaweka, alikuwa anakuambia weka sasa. Alikuwa ananiambia niweke hizo ilikuwa masaa ngapi hivi? Kuna masaa zake za usiku ndio ilikuwa nazifanya hizo vitu. Lakini zilikuwa tu zina backfire. Hazifanyi sasa kazi. Ni masaa ya usiku, haina saa specific. Saa 9 hapo. Saa 9. Ndio ulikuwa unaweka hizo vitu. So from there mtoto wangu wakati nilikuwa naweka sasa hizo mauganga zangu kidogo kidogo tu mtoto akaanguka. So after hiyo 21 days. So mtoto akaanguka. Nikaenda kumwangalia ndo akawa vile yako. Anatoa mate, aongei, anaongea tu kidogo, sauti itoki. So vitu zangu zilianza kuharibika hivyo mfano. Kwa sasa ndio hawa hapa. Wewe kama utakuja uombe msamaha sijui ama usipoomba pia Pastor Steve hapa sijui tutasema aje. Tuomba msamaha. Hataki msamaha yake. Hatutaki msamaha. Ndio maana nitufanyia hivyo. Hata kwao hatukuwa tukanyange, kulikuwa na gate kubwa. Huwezi pita, hata huwezi chungulia. Hakuna kimesa. Walikuwa na fence msamaha. Tafadhali. Kwa nini ukapita huko ukatuitisha msamaha kama unakumbuka sisi hiyo time tulikuwa? Naomba tu usiniguze na huku tuomba msamaha kitambo. Mimi sina siniguze. Okay. Before usamehewe ama wakose kukusamea juu chaguo ni lao si langu. Kuna kitu ambayo amesema 21 days. Kuna wakati na ambao nilikuwa naongea na hawa niliwaambia we are praying for 21 days. Na after that ni lazima Mungu afanye kitu. Kuna kitu na ambacho nimewaambia mara mingi. Tulianza tulisumbuana na wao. Tuweke dhabihu tuvunje hii madhabahu na ambayo imesimama kinyume na nyinyi lakini wanachukulia kama mzaha. So wakati na ambao unawaambia hivyo wao wanafikiria wanasema ati hiyo ni kidogo, hiyo ni mingi, usipunguze. Wakati na ambao Mungu amesema kitu, alimwambia Ibrahimu nitolee mtoto wako. Ibrahimu hakuanza kusema ati wacha nichukue kondoo kama kawaida. Hapana, alipanda hata kama anajua ni mtoto wake wa pekee, alipanda na yeye. So wakati na ambao Mungu anasema kitu fulani lazima ufanye. Na ukikosa kufanya basi mimi shida si kwangu. Sometimes mtu ataniuliza Pastor Steve, mbona hii imefanyika hivi na imefanyika hivi na tulifanya kitu fulani. Sasa ni nini na ambacho kinaendelea? Ni lazima kuna wakati na ambao Mungu atakuja kutembelea maisha yako. Ni sawa sawa. So ile sacrifice na ambayo unatoa, Mungu ni wa rehema kitu ya kwanza.
Umesikia kile ambacho huyo mganga anasema, sisi tunatoa kambuzi, wao wanatoa ng'ombe 5. Yaani sasa hatukuwa tunajua. Hatukuwa tunajua. Saa hii ndio tunajua kweli kwenye hiyo chenye tunafanya tukio hivyo. Ni sawa, haina shida, lakini sasa I think kuna watu ambao watasoma kitu kutoka hapo, because yani sisi kile na ambacho tunasikia kimetuuma ako pesa yetu kidogo, ama ako kambuzi kenye unaenda kunapotolea pasta huko, kumbe hiyo kambuzi kuna mtu yule na ambaye anakufuata yeye, anafanya yeye mwenye anakutesa yeye anafanya kitu kingine zaidi ya hiyo. Ndio maana Biblia ikatuambia wale watoto wa giza ni werevu sana kuliko wale wa nuru. Lakini watu wa nuru sisi tunataka kujifanya. Mnafikiria nini itakuja kwako bila sacrifice? Hakuna kitu itafanyika. So mimi ni kuwa enlighten tu na ku enlighten na hawa wengine wale na ambao wanatazama hivi. Alafu ile masaa ya saa 9 wao wanasema saa 9 ndio na ambao wameamrishwa wafanye, na saa 9 inakuanga ni masaa ya kila mchawi yoyote kufanya kazi. Ndio maana sometimes unatupata saa 6 sisi tuko tayari kwa maombi, siku tayari imeanza. So sisi tunataka kucommand siku before hiyo masaa ifike, hiyo masaa ya uganga. So watu mkikosa kuwa werevu wacha nifike hapo. Na wewe hiyo kitu yenye unajifanya hapo umepiga magoti ati unaomba msamaha na si msamaha ambayo unaomba. Usitaki msamaha wako wewe. Akienda huko ona wewe ni sawa. Ona hakuna mambo na msamaha. Ni sawa tufanye hivi. Ona wewe chukua tu mtoto wako, nitakupigia simu nikuelekeze kile na ambacho Mungu ataniambia kuhusu maisha yako. Sawa. Ni sawa na mtoto wako. Kwa hivyo chukua tu mtoto wako, nyinyi endeni tu mtafute mahali mtakaa ama mtarudi nyumbani. Juu sasa nyinyi ndio mtajipanga vile na ambavyo mtafanya, lakini nikiwaambia mahali fulani tukutane na nyinyi mkiwa wawili, pia nyinyi tokeni. Mtapigiwa simu na watu wengi, lakini yenye mtapokea tu nyinyi ndio mtajipanga nayo. Msipokee simu ya mtu yeyote kutoka sasa hivi. Tumesikia pastor. Mimi sina jambo lingine. Haya, asante. So kufikia hapo tutafanya aje na ule mjamaa mwenye ako kwa nyungu? Huyo mjamaa sawa, si nyinyi tumewaruhusu. Na msienda mpigane tena by the way. Ni sawa sawa. Alright. Watonga poa mahali imefika hapa, maana giza ndio imeingia. Ni saa hii hata director anioni vizuri. Najua mimi na wao meusi, lakini haidhuru, niko hapa. So ile kitu tunaweza sema ni ya kwamba tuonane hiyo wakati mwingine ndio tuweze kujua ni yapi vile pastor amewaelekeza, na mambo yanakuwa shwari tena zaidi. So wewe ambao unaonitazama, je, umesoma nini? Na kama umesoma basi mbona tusitilie mkazo, na tukitilia mkazo mambo yatakuwa salama tena zaidi. Alafu kitu kingine ile yenye nilikuwa nihimizo tu nawaambia ya kwamba make sure whatever you are doing in this life it is so spiritual, it is very very connected. Usiona vitu hivi, na wewe ambao unanitazama as an individual, amtazami na mtu, unanielewa? So ile decision unataka kumake leo hii, usiende kuuliza brother yako, anga yako, auntie yako, mamako, sijui nini. Make your decision kiwewe, chukua hiyo hatua kiwewe. Usianze kusema ati sasa ama acha niulize nani tuone vile atanisaidia kimawazo. Hapana, maana tuliambiwa kwamba kila mtu atabeba msalaba wake, na kama utabeba msalaba wako, je, mbona unataka ushauri wa watu? So yote 9-10 ni ile ya kuambia kwamba keep tuned, make sure subscribe ili tuweze kupanda manzi. Tumekuwa hapo 5000 subscribers na kila kitu itakuwa salama tena zaidi. So Mungu anawapenda, tuonane siku nyingine ya soko na mambo itakuwa shwari tena zaidi. Na Minister of Entertainment aliwasalimia na kwa heri ya kanana.